Kutokwa na povu ukeni wakati wa tendo, je, ni tatizo? Swali hili limeulizwa sana na watu wengi. Kwa hiyo leo nimeamua kulitolea ufafanuzi katika video hii. Kabla ya kutoa jibu la ndio au hapana, unachotakiwa kujua ni kwamba mazingira ya ukeni katika hali ya kawaida hutakiwa kuwa na unyevunyevu na sio makavu. Yanatakiwa kuwa na utelezi au uteute. Kwa hali ya ukavu ukeni kwa namna nyingine ni tatizo, sio hali ya kawaida. Manake yale mazingira asili ya ukeni yanatakiwa kuwa katika hali ya unyevunyevu. Na kudhihirisha hilo, katika uke wa mwanamke kuna tezi maalum ambalo huhusika na kazi ya kuleta hali ya unyevunyevu ukeni pamoja na hali ya utelezi au uteute. Tezi hilo kwa kitaalamu hujulikana zaidi kama Bartholin glands. Sasa basi, endapo mwanaume akishiriki tendo la ndoa na mwanamke, kutokana na msuguano wa hapa na pale, huweza kusababisha hali ya povu kutokea ukeni, ambayo chanzo chake ni ule uteute au unyevunyevu pamoja na msuguano. Lakini wakati mwingine uke kutoa povu si hali ya kawaida, na mara nyingine inaweza kuashiria tatizo ambalo huhitaji msaada wa matibabu. Pale ambapo hali hii inajitokeza na kuambatana na dalili zingine, ni kiashiria kikubwa kwamba kuna mazingira au kuna tatizo au kuna hali ambayo sio ya kawaida katika sehemu zako za siri. Lakini nimekuchambulia baadhi ya mambo mbalimbali ambayo huweza kuambatana na hali hii endapo kuna tatizo. Kwanza kabisa ni maambukizi ya ukeni, hasa maambukizi ya magonjwa ya zinaa. Hapa nazungumzia magonjwa kama vile trichomoniasis ambayo mara nyingi huleta uchafu wenye povu, harufu mbaya, kuwasha au hali ya kuhisi kuungua. Kwa unaweza ukawa na hali ya maambukizi ya ukeni yakasababisha ukaona dalili hizi. Lakini pia kuna bacterial vaginosis. Endapo kunatokea mabadiliko yasiyo ya kawaida ya bakteria ukeni, yanaweza yakasababisha ukatokwa na uchafu usio wa kawaida. Kwa hii pia inaweza ikawa ni miongoni mwa sababu endapo kuna tatizo. Lakini yako matumizi ya baadhi ya sabuni mbalimbali au zenye kemikali au kemikali zenye muwasho zaidi au zinazoleta reaction kwenye sehemu zako za siri. Hali hii inaweza ikachangia mabadiliko ambayo sio ya kawaida. Lakini pia kuna mchanganyiko wa majimaji pamoja na hewa. Wakati mwingine baada ya tendo la ndoa au movement fulani inaweza kuonekana kama povu kidogo, lakini si mara kwa mara. Kwa hali hizi pia huweza kujitokeza na kusababisha hali hii au dalili hii ya kuona kama povu linatoka ukeni. Lakini nitoe angalizo kubwa. Kuna tofauti kubwa na unatakiwa utofautishe kati ya povu na uchafu mwingine ambao huweza kutoka wakati wa kufanya tendo la ndoa. Mimi nilikuwa nazungumzia povu, sio uchafu mwingine ambao unaweza kutoka wakati wa tendo la ndoa. Maana yake uko uchafu mwingine ambao unaweza kutoka usio wa kawaida. Uchafu huo unaweza kuambatana na hali ya harufu mbaya, unaweza ukawa mzito wenye rangi kama maziwa mgando au mtindi, unaweza kuwa na rangi kama ya njano, kahawia na kadhalika wakati wa kufanya tendo au hata baada ya kufanya tendo. Ukiona dalili hizi si dalili nzuri kabisa. Ikiwa dalili hizi zinajitokeza, ni kiashiria kikubwa cha maambukizi ya fungus ukeni, PID, au matatizo mengine ambayo yameathiri au yameshambulia kwenye eneo hili. Kwa ukiona dalili hizi, usikae kimya. Hakikisha unapata msaada wa tiba mapema kuhusiana na dalili hizi. Je, una tatizo hili au tatizo lingine lolote na hujapata msaada wa tiba bado? Kwa ushauri zaidi, elimu au tiba, usisite tuwasiliane hapa ndani ya Afya Class kupitia kwenye namba ambazo zinapita kwenye screen yako, nasi tutakusaidia na tatizo lako litaisha kabisa. Lakini nikukumbushe, kama bado hujabonyeza subscribe button, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili endelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Ninakukaribisha tena. Asante.